Yakobo akamzaa Yusufu mumewe Mariamu aliyemzaa Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Yakobo akamzaa Yusufu mumewe Mariamu aliyemzaa Yesu. Kiswahili cha kawaida. Hapa nani aliyemzaa Yesu? Sio Yusufu. Kwa hiyo ndicho ambacho Musa alikuwa anaonyesha kwamba uzao wa mwanamke. Amen. Amen. Ndicho tulichokuwa tunajadiliana na Caritas. Haleluya. Umepata kitu? Je, ambao muangalie hizo nani zenu, nasemaje? Ni data au hizo MB. Ukijiunga mnajiungia mambo mengine. Amjiungie Bible study. Naomba muwe mnaingia hapo. Mimi nichungulia na mimi nilipata kitu. Bwana Yesu asifiwe. Na ikanipa umuhimu wa kufuatilia pia zaidi. Mimi ni mwanafunzi, huwa napenda sana, ninakuwa na interest nipate kumjua Kristo vizuri. Bwana Yesu asifiwe. Na hii hapa inajulikana katika mwili wake. Wakati ambapo wewe unaona ni kama umeridhika, umejitosheleza, kumbe bado hata kwanza hujaanza. Bwana Yesu asifiwe. Ni muhimu sana kama tunaanza kaangalia na kuendelea zaidi. Kuna ufunuo mkubwa, na pia kwa nini taifa la Wayahudi ambayo Mungu aliamua kuwachagua. Mungu mwenyewe alisema kwamba ni taifa teule, aliwachagua. Na tukimsoma hata hizi waraka za Paulo, naambiwa kwamba kusudi la Bwana katika kuenea na kufanya kila kitu, lazima alikuwa awe na taifa ambalo limechaguliwa au limeteuliwa. Sasa baada ya pale tunaona jinsi alivyoongoza, lakini katika msingi wa agano la kale ambayo ilikuwa ni agano la kimwili. Bwana Yesu asifiwe. Lakini alituonyesha sana umuhimu wa mwanamume, mpaka kuna wakati ambapo Paulo anasema kwamba aliyeumbwa wa kwanza ni mwanamume alafu mwanamke. Sasa ina maana kwamba mwanamume ni kichwa, lakini kumbe kuna kitu alichokuwa na kilenga zaidi. Kuna kitu alichokuwa na maana nayo zaidi. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu haikufikia katika kuzaliwa katika Kristo tu kwamba alizaliwa na Maria ama na Mary. Haikufikia hapo. Paulo mwenyewe anasema kwamba kati ya mwanamume na mwanamke ni jambo ambalo tena siri yake ni kubwa na lia undani kwa sababu sisi ni wake wa Kristo. Ina maana kwamba ile mbegu ambayo ilikuwa imekusudiwa lazima ionekane kwenye mwili wa Kristo ambaye ni sisi, ambaye ni wake zake. Sasa alikuishia sema ambapo iliishia. Alisema pia kwamba kuna mambo makubwa zaidi hapo. Ukiangalia kwenye tafsiri ya kanisa, Alhamisi tulipata kidogo na bado tutaendelea. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu ilikaa ni kati ya siri ambazo Paulo alisema, na alisema kwamba wakati ambapo ulipofika kanisa likapatikana, ndio hiyo siri ikajulikana, inapitishwa katika mwili ambaye ni sisi, ambaye ni wake wa Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Na sisi tumepataje mbegu? Kwenye neno. Maria alipataje mbegu? Kwenye neno. Ndipo maana sasa hivi tunapopambana na mila na tamaduni na desturi na uhalisia wetu katika mwili, inakuwa ni vigumu, lakini lazima tuhame. Kuna wengine bado tumenaswa kwenye mila, desturi na tamaduni, mpaka unakuwa na uhakika kwamba baba yangu ni huyu aliyenizaa. Wakati ukifika kwa Mungu ulishama, huyo sio baba yako. Sasa hivi tumezaliwa katika tumezaliwa mara ya pili. Hatuna muunganiko wa mwili tena, mambo yamebadilika. Lakini sisi bado tunaendelea kujengea umuhimu kwamba nimezaliwa na huyu ni mwanangu na umesimama naye katika mwili. Sasa wakati ambapo taarifa za Bwana zinakuja, ambaye ndiye mbegu halisi, tunapingana nayo. Unaona uzito na ugumu. Sasa ile ya kwako, kwa sababu katika damu imekaa vizuri, hata kufa uko radhi kufa kwa ajili ya hilo.
Ndio maana unaona kwamba tunafeli na tunafeli pakubwa sana. Bwana Yesu asifiwe. Unasema huyu ni mwanangu. Kwa nini umemfanyia hivyo? Sisi tukishaingia pale mambo yanabadilika. Bwana Yesu asifiwe. Tunatambulishwa na elimu ya kiungu. Ya kale yamepita, tazama sasa mambo yamekuwa mapya katika Kristo. Unatembea na kutenda kulingana na neno. Hauna tena mahusiano ambayo yamejengeka kwenye itikadi ya kimwili au in the senses, kwamba zile sense tano: kunusa, kusikia, kufanyaje, kushika, kuonja. Haipo tena kwamba nimeonja lakini naona imekuwa na ukakasi. Inapofika kwa Mungu kwamba umeonja ni sukari, inakuwa ni sukari, usiseme sasa ni chungu. Kwa sababu katika kitabu cha Isaya 8:12 anatuambia kwamba msiseme unafiki kile ambacho unachosema. Ina maana inatofautisha, na hizi zote zimejengeka mwilini, na ndio maana matokeo tupati. Unaweza kumwambia mtu kwamba unajua yule ni mume wangu kabisa. Tunapofika pale sio mume wako, mume wako ni Yesu. Na mimi ni mke wa Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Sasa jinsi tutakavyotafuta mahusiano haya mbinguni, haya mahusiano mbinguni hayapo. Kwamba mimi nilikuwa na mke, mimi nilikuwa na mume, ndio maana Yesu alitupa taarifa kwamba kule hakuna, kwa sababu Wayahudi walijenga sababu fulani kwamba huyu ameoa afa kafa na huyu mwingine akafa na akarithi. Je, huyu atakuwa ni mke wa nani huko? Aliwaambia kwamba kisa kama hicho haki. Sasa wewe ambao unataka kuijengea umaarufu mwilini, sijajua kwamba utakuwa nayo wapi. Bwana Yesu asifiwe. Sasa afadhali nijijengee sasa hivi kwamba sina mke. Bwana Yesu asifiwe. Mimi ndio mke wa Kristo. Nijiandae mapema kwa sababu yeye ndio bwana harusi. Bwana Yesu asifiwe. Kuna wakati ambayo ilikuwa imetokea tu, ilikuwa ni swali na ilileta mzaa fulani. Ilikuwa na Dina na Isaya na watu wengine. Alafu ikasemekana kwamba labda nife. Mke wangu anasema kwamba hawezi akaolewa ama ataolewa. Bwana Yesu asifiwe. Alafu mwingine anamwambia kwamba wewe kifa, wewe usije ukaoe tena. Itakuwa ina faida gani? Mimi nikiwa nimekufa alafu namwambia mke wangu kwamba asiolewe tena, ina faida gani kwangu? Na nishaondoka. Ili nikienda kule baada ya awe wa kwangu. Isaya anasema wapi? Sasa ukishajua hivyo, jiandae mapema. Ambao tunaona ni kama watoto wetu, sio watoto wetu. Tumepewa tu. Yule ambaye anawamiliki ni nani? Ni Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Sasa hapo unamng'ang'ania, ni kama utaondoka naye, ni kama atakuwa wako wa milele. Ukifika kule wengine watakuwa na bio hata kutushinda. Bwana Yesu asifiwe. Unamwangalia hivi kama alikuwa amepewa zile taji za kufanya nini, za kusimamia, unamkuta yeye ndio boss. Uweze kumwambia kwamba mwanangu sifa, mwanangu Sinai. Bwana Yesu asifiwe. Hizo ndio vitu ambazo zimetufunga. Mtu anakuwa na mahusiano ya mwilini na ameichukulia kwa uzito zaidi kuliko kuchukua ya mbinguni ya milele ambayo ni ya kiroho, ili sasa upate kuishi katika tabia ya kiungu. Katika kumjua Kristo una uzima huo. Wai huo wa Kristo ndani yako upo, lakini unaudumaza kwa sababu umekataa kutoka katika asili ya mwilini. Ndipo maana inapofika kwenye nafasi kwamba Roho Mtakatifu achukue nafasi yake na kufanya anachojua, bado unashindana naye na unamhuzunisha kabisa, kwa sababu yeye kuingia kwake tayari sio wewe, ni Kristo. Sio wewe tena, lakini ni Kristo ndani yako. Mtu wa kale amekufa,
Kristo ndiye anayeishi, na yaweza yote katika Kristo anitiaye nguvu. Sio mimi ninaishi, lakini ni Kristo. Nikidumu katika neno lake, yeye pamoja na Baba watafanya makao. Ina maana kwamba tulishahamishwa, tushatoka sehemu ambapo inahusu mwili, kwenye fikra na kwenye mawazo na kwenye ufahamu. Sasa hivi sasa tumetekwa, Bwana Yesu asifiwe, na tumetenganishwa. Sasa tunakuwa na fikra ambayo ilikuwepo katika Kristo, ushahamishwa kabisa. Sasa unapokutana na janga fulani, tuseme njaa, sasa hivi natakana ufikirie tofauti. Lakini wengine wanakutana na njaa, bado ile tabia mwilini, desturi na sababu zote ambazo zinazoongoza mwili zinamteka moja kwa moja. Anaanza kukiri wasilia wa mwilini badala ya kukiri neno la uzima ambaye ndio chakula hasa. Mimi ndiye mkate na mimi ndio mkate wa uzima, lakini anatazamia neno lake ndio mkate. Kwa nini tukiri madhaifu? Bwana Yesu asifiwe. Kwa nini tukiri madhaifu? Ndio maana hata katika swala la Yakobo pamoja na Esau, Esau alikuwa na njaa, eti akakiri njaa, akatamani kilichokuwa kimetengenezwa. Lakini angalia Yakobo, yeye anapokea kile ambacho kionekani lakini kina thamani. Aligundua siri gani? Hizi vitu lazima tuvijue, kwa sababu Mungu tayari neno lake litoka kwamba mkubwa atatawaliwa. Ina maana mdogo ndiye atakayemtawala mkubwa. Ina maana katika huyu ambaye ilikuwa ni agano la kwanza, huyu anayekuja katika agano la pili ndiye atakayetawala, na neno lilikuwa lishapata kushuhudia. Sasa alipokuwa natoka mmoja ametanguliza mkono, alifungwa tu ili wanapotoka wote ajulikane nani aliyetangulia. Sasa sisi tumekwama mila na desturi wasilia wa mwilini, mpaka kunakuwa na uhakika, mimi kile nilichopewa siwezi kang'ang'ania, natafuta yule aliyenipa. Bwana Yesu asifiwe. Yeye ndiye anayejua vizuri sana, anayejua. Sasa nishahama, kile ambacho kingeweza kunipa hofu sio hofu tena kwangu, katika jina la Yesu Kristo. Ningetamani niishi sana, na yeye anasema kwamba leo ndio mwisho. Utajiteteaje? Utamwambia nini? Je, una sababu ya kuishi? Ukiishi unaishi kwa ajili yako wewe mwenyewe, kwa faida yako. Je, yeye ana faida gani? Bwana Yesu asifiwe. Naomba tuingie katika kitabu cha Chronicle. Tulisema Mambo ya Nyakati wa Pili, na tutagusa kidogo katika kitabu cha Korintho wa kwanza sura ya 2. Tunaangalia maono, na tulisema kwamba maono